Na chindi chalala kichapa magara ndache roba. Mbona ujio wako ni wa ghafla? Kuna amani kweli? Amani ipo. Usiwaze dogo. Leo sije kiushari. Ila tu nimekuja kukuuliza swali. Mimi unanichukuliaje? Nasikiliza wito wako. Ongea unachotaka kuongea. Nimekuita hapa. Sina maneno mengi ya kuzungumza na wewe. Ila nahitaji nifanye kazi na wewe. Yaani tushirikiane pamoja. Tuunganishe nguvu zetu. Acha kujidanganya wewe. Tena uache utoto. Umenielewa? Mimi nakutambua fika. Alafu nikwambie kitu. Hii namba ni kubwa. Haiwezi kukutosha. Sio size yako. Unadhani sijakutambua jinsi ulivyo? Au kwa sababu umeziba sura yako? Kabla sijafika, nishakutambua kitambo ya kuwa wewe ni Diara. Nisikilize kwa makini. Hata huyo mjinga mwenzio, kaka yako, alituma kwangu kibaraka wake. Eti tuunganishe nguvu zetu mimi na yeye. Nani kamdanganya? Hiki ni kisiki cha mpingo. Walishinda waganga na waganguzi. Hawaniwezi kumfanya chochote. Kwa hiyo hata wewe, unaonaje ukarudi kwenye umbo lako kuliko kujiziba kutwa nzima? Huoni kama unajipotezea muda? Sara. Bina Mungu. Kwa nini umekuja hapa? Nisikize nikwambie. Sihitaji kukuona. Unaweza ukaondoka. Mtaalamu, naomba tusifikie huko. Naomba unisaidie sana ndugu yangu. Kwa sababu mimi ndio wewe na kutegemea. Hakuna mganga yoyote yule ambaye namtegemea. Na wewe ndio bingwa wa kutatua matatizo yangu. Unafikiri mimi nitaenda kwa nani akanisaidia? Kama umenitambua, basi ni wewe ndio unanitambua. Lakini mimi siwezi kubadilisha umbo langu mpaka nikamilishe azma yangu. Na nitapambana mpaka tone la mwisho kuhakikisha nimepata mchanga mweupe na kumkabidhi kakangu Dumbalume. Unajidanganya. Huwezi kupata mchanga mweupe. Labda urudi kwenye mauti. Hii vita kubwa hutoiweza. Tena kaa mbali. Kama mimi nilikufa na nikafufuka, nitahakikisha nimepata mchanga mweupe na hakuna kiumbe yote kunisumbua. Jiulize, umekufa na kufufuka lakini nimekutambua. Usicheze na moto. Mpumbavu mmoja wewe. Na chindi chalala kichapa magala ndache roba. Hiyo kazi yenu ni ngumu sana. Itaniletea mimi matatizo na wewe utakuletea matatizo. Kwa hiyo ningeomba uondoke tu. Kivipi? Mbona sijakuelewa? Ni tatizo lipi hilo? Unaweza kanielezea walau hata kwa uchache? Nyau kukurukuku. Siwezi kukwambia kwa sababu isiri haikuhusu. Naomba uondoke. Nitashukuru sana, nitashukuru sana. Nenda. Sawa. Sawa. Yeye nakuamini. Wewe ni nani? Na kwa nini uko hapa? Unaweza ukatoa hiyo nyekabo yako nikakuona sura? Sijeje hapa kwa ubaya. Nimekuja kwa amani kabisa. Na kazi iliyonileta ni moja tu. Na kuhusu kunijua mimi. Mimi naitwa Diara, si ndio? Lakini kaka yako anaumwa sana. Lakini umefika wakati sahihi. Na imani utapambania hili. Nalitambua hilo. Na hicho ndicho kilichonirudisha.
nitahakikisha kakangu anakuwa salama na mchanga unarudi mikononi mwake. Na kwa nini umekuja katika muonekano huo? Na chindi chalala kichapa magara ndacheroba. Mbona ujio wako ni wa ghafla? Kuna amani kweli? Amani ipo. Usiwaze dogo. Leo sije kiushari. Ila tu nimekuja kukuuliza swali. Mimi unanichukuliaje? Wewe mimi nakuchukulia ni kama mkuu wangu. Nakusamini na kukuamini pia. Sasa kwa nini uwajali watu wengine wakati wana shida? Alafu unamjali mtu ambaye hajaje kukusaidia katika maisha yako? Watu gani hao ambao siwasamini? Make mimi nina wateja wengi ambao nawahudumia pia na nawasaidia. Kuna kijana alikuja, alikuwa amevaa miwani, ana matatizo, alikuwa anahitaji msaada wako. Lakini kuna binti mmoja akatokea, akakudanganya na akakulagai. Wewe ukamsikiliza, ukaacha kumsaidia yule kijana, ukamsamini yule binti. Si ndio? Kuhusu huu muonekano, wala usikupe shida. Ni mapema sana wewe kujua sasa hivi kwa nini nimekuwa hivi. Tufanye kwanza kazi ile tuleta. Hayo mengine utayajua baadaye. Na kwa muonekano uliokuja sasa hivi, unanifurahisha sana. Kwa sababu kwa macho ya ndani mimi nimeweza kukuona. Kwa mtu wa kawaida tu hawezi kukutambua. Na imani kazi utaifanya kikamilifu sana. Usijali. Nilikuja tu kujulisha kama nimerudi. Mimi naondoka. Tukutane wakati mwingine. Sawa. Ujio wake ulikuwa ni wa kutisha sana, kiasi cha kwamba hadi mimi niliogopa. Maana alinipiga pia mikwala ya vitisho sana. Nikawa nimeogopa na kusema yule kijana mimi siwezi kumsaidia kwa sababu ningehatarisha maisha yangu. Maana mimi ni muoga. Wewe unamwogopa mtu aliyefariki? Mimi ndo kipe wa makipe. Hamna kumwogopa mtu. Msaidie yule kijana. Hiyo kazi nitaifanya kwa sababu umeniambia wewe. Na ninaamini utanikinga kwa hali yoyote. Hivyo niko tayari kufanya kazi hiyo muda wowote kuanzia sasa. We kijana. Na maana hujaniona au? Oh. Kumbe ni mganga wa TikTok. Nilikuwa sijakufahamu. Una kipi cha kuniambia? Na chindi chalala kichapa magara ndacheroba. Mimi nimekuja kukusaidia. Maana una matatizo makubwa sana. Na usipokuwa makini, haya matatizo yatakuondosha duniani. Maneno yako yananifanya niamini ya kuwa wewe ni mganga kweli wa TikTok. Ni mganga uliokosa kazi za kufanya. Umeshindwa kunisaidia ukiwa katika kilinge chako na mizimu yako inayokulinda. Unaweza kunisaidia tukiwa hapa njiani au umekuja na mizimu yako? Usishojua ni kwamba umejiingiza kwenye mahusiano na binti usiyemjua. Na yule binti ni mfu. Kwa hiyo kwenye maisha yako yote utapata matatizo mpaka utakoma usipopata huu msaada wangu. Sio rahisi kukuamini kama unavyofikiria.
kwa sababu wezi kama nyie mko wengi sana hapa mjini, mliokosa mbinu za kufanya kutafuta pesa kihalali, mkaamua kujivisha vitambaa na kwenda katika mapoli ya watu kutengeneza mavitambaa yenu kuonekana kama waganga ili muweze kuwaibia watu. Mimi sio mrahisi kama unavyofikiria. Angalia pale. Nahisi umeona sasa. Kwa hiyo nitakupatia dawa. Kuwa makini na hiyo dawa. Hiyo dawa utaoga, pia utajipaka. Na usichokijua ni kwamba yule binti ana nguvu sana. Anaweza kujibadilisha maumbile yoyote, akawa mnyama, akawa binadamu, jinsia yoyote, wa kike au wa kiume, hata mtoto pia. Tumia akili na uwe makini katika kila jambo. Mimi ninaondoka. Hapa ni nyumbani kwangu, na sina ahadi yoyote ya kukutana na mtu siku ya leo. Nashangaa kukuona hapa. Unamsubiri nani? Nilikuwa nakusubiri wewe, kwa sababu hata hapa mimi pia ni kwangu. Basi ni vizuri, lakini nahitaji kujua hapa kwako kivipi? Wewe ni mama mwenye nyumba? Hapana, mimi sio mama mwenye nyumba, bali mimi ni mpenzi wako. Ama kweli dunia kwa sasa inaelekea ukingoni. Maana haya matukio ni ya kusikitisha na ni ya ajabu kabisa. Yaani ghafla tu nimepata mpenzi pasipo kutongoza wala kutumia nguvu ya aina yoyote. Na siku ya leo sijui ni siku gani kwangu. Maana ina vitu vya ajabu ajabu na vya kunishangaza sana. Naomba uniambie, wewe ni mpenzi wangu kivipi? Tuachane nayo. Nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Huko ulikotoka kuna kitu umepewa na nakihitaji. Na umeweka katika mfuko wako wa kushoto. Nakiomba. Kumbe ni hilo. Naijua hiyo. Unaijua bahati yako. Kayayuka. Haya mazinzo. Ganga alikuwa sahihi.